mtakatifu. Peke yako unastahili sifa na heshima. Peke yako unastahili kuinuliwa, Bwana. Hayuko Mungu mwingine tena kama wewe. Tunakuinua, tunakutukuza Bwana. Wako wengi ambao Mungu walitamani kuwepo, siku ya leo hawapo tena. Wengine walikuwa na mipango mikubwa kwa ajili ya ufalme wako, lakini hujawapa kibali cha kuwepo leo. Tupo kwa sababu ya neema yako, tupo kwa sababu ya rehema zako, tupo kwa sababu ya upendo wako, tupo kwa sababu ya neema yako. Bwana, libarikiwe jina lako tena, liinuliwe jina lako tena, hata jioni ya leo tena. Bwana, useme na sisi kwa neno lako la uzima na heshima na utukufu na adama tunakurejesha peke yako wewe. Amen. Ndiyo Bwana, pokea sifa na heshima na utukufu. Ungempa Yesu sadaka ya makofi, ungempa Jehova sadaka ya makofi, ungempa Jehova sadaka ya makofi, sadaka ya makofi. Roho Mtakatifu, majira ni ya kwako na saa ni ya kwako. Fanya ulilokusudia kwa utukufu wako, na mwisho wa yote tutashuka mpaka mavumbi, wewe uinuliwe peke yako. Amen. Naomba uketi chini ya uwepo wa Bwana. Kanisa la Mungu na wasalimu katika jina la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Tusalimiane tena namna hii. Bwana ametupa tena mwezi mwingine tangu tulipoachana tarehe 12 ya mwezi uliopita hapa. Punga mkono wako tena namna hii kama unaye furaha na amani, alafu mpe Yesu sadaka ya makofi kwa mikono yako ya juu. Sadaka ya makofi, sadaka ya makofi tena. Ninasikia kunyenyekea tena mbele za Mungu alasiri ya leo na siku ya leo tena kwa unyenyekevu mkubwa, kumshukuru Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye ametupa kibali na neema ya kuwepo tena jioni hii ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini shukuru viongozi wa fellowship ngazi ya diocese, pamoja na mkuu wa idara na mratibu na wote wanaosimamia vipindi hivi na ibada, kwa kunipa tena nafasi ya kusimama tena wakati huu katika madhabahu hii. Ninahesabu ni neema ya Mungu peke yake. Wako watu wengi wangeweza kuitwa, lakini ni neema ya Mungu peke yake. Katika mambo yote namrudishia Bwana Yesu sifa na heshima na utukufu, na chochote kitakachopita hapa, hebu tumrudishie Mungu sifa, heshima na utukufu peke yake. Ndiye anayestahili, wala si mwanadamu yoyote. Bwana Yesu apewe sifa. Neno letu la msingi ni kitabu cha Isaya sura ya 47 na mstari ule wa 7a. Isaya 47 na mstari ule wa 7a unaosema, utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo? Utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo? Bwana Yesu apewe sifa. Zaburi ya 132, Zaburi ya 132 anasema, sitaacha macho yangu kuwa na usingizi, wala kope zangu kusinzia, hata nitakapompatia Bwana mahali na shujaa wa Yakobo maskani. Zaburi ya 132 aya ile ya 4 na ya 5. Mungu wetu apewe sifa. Tumekuwa na kutafuta majibu ya swali ambalo napotafakari mstari huu, tulisema mstari huu ni mstari ambao una madai. Unaposoma Isaya, Yohana sura ya 9 na aya ya 4, Yohana sura ya 9 na aya ya 4 inasema, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Nilisema ile kipindi kilichopita hapa kwamba mistari hii ni mistari ambayo ina madai, na madai yake ni madai ya kulipa gharama kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na tumekuwa tukijibu swali hapa, ni nini kinachofanya watu watulie au wanyamaze ikiwa wamepewa agizo? Nini kinachofanya watu wanyamaze
watu watulie. Anaposema utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo? Hili ni swali ambalo linatafuta majibu. Tafsiri yake ni kwamba kuna watu walifika mahali wakatulia wakati kuna kazi waliopewa ya kufanya, na tuliona sababu kadhaa. Sababu ya kwanza ambayo tusitatoa maelezo, nimeisema sana wiki iliyopita hapa. Sababu ya ile ibada iliyopita tulisema sababu ya kwanza inayofanya watu watulie wakati wamepewa agizo ni pale watu wanapotembea katika roho ya mazoea. Roho ya mazoea inapokuwa ndani ya watu inawafanya watu watembee katika watulie wakati wana kazi ya kufanya. Roho ya mazoea inapokuwa ndani yao, watu wanatembea wakifikiri ndio kawaida. Na case study yetu ya eneo hili ilikuwa ni Samsoni, ambaye alikuwa amepewa kazi na Mungu ya unadhiri, na Samsoni akazoea kuishi kwenye dhambi, akaacha kazi ya unadhiri, akazoelea dhambi. Na tulisoma tu mstari mmoja ule wa 20 wa kitabu cha Waamuzi 16 aya ya 20, ambapo alisema nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyoosha. Lakini ule mstari wa mwisho unasema lakini hakujua ya kwamba Bwana amemwacha. Na matokeo kilichomkuta Samsoni ni kuchukuliwa kufanya mfungwa, na mwisho ni kutobolewa macho, akawa anasaga ngano gerezani. Kwa hiyo tulijiona hayo ni madhara ya kutembea kwenye mazoea, kutembea kwenye mazoea. Na hakuna kitu kibaya sana kama kupotelea kanisani kwa sababu ya mazoea. Yaani ukiwa ndani ya kuta za jengo hili alafu ukapotelea humu ndani, ni hatari sana. Kwa Samsoni alikuwa ni mnadhiri wa Mungu na alilijua hilo, lakini kwa sababu alifika mahali akaona utumishi alionao ni kitu cha kawaida, hakuona thamani yake, alijikuta Samsoni hana macho. Mnadhiri wa Mungu yuko gerezani anasaga ngano, na wakipiga zile ngoma zao za miungu yao, yeye ndiye anayewachezea. Lakini tuliona sababu ya pili. Sababu ya pili kwa nini watu wanaacha, yani wanatulia wakati kuna agizo ambalo tumepewa. Sababu ya pili ni kulala usingizi, na adui akapata nafasi ya kupanda magugu mahali ambako tulipaswa kusimama kwenye nafasi. Na viko viashiria kadhaa vinavyoonyesha kwamba kuna magugu yamepandwa katika kanisa. Viko viashiria kadhaa. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 24 mpaka wa 28. Mathayo 13:24 mpaka 28. Unachokiona pale ni mwenye shamba ama alienda akapanda shamba lake, halafu alipoamka wakati mavuno yameota, wanashangaa kuna magugu ndani yake. Halafu anapoambiwa anasema nimejua aliyefanya hivi, kwamba tulipokuwa tumelala adui alikuja akapanda magugu. Ndugu zangu, walipolala usingizi adui alikuja akapanda magugu katikati ya ngano. Walipolala usingizi adui alikuja akapanda magugu katikati ya ngano. Na magugu mara nyingi yanapokwenda kwenye mazao yanakuwa na mfanano wa lile zao lenyewe. Kwa hiyo wakati mwingine ni ngumu sana kutofautisha magugu na ngano halisi, vinafanana. Usipoangalia vizuri, yani ni kama mapacha waliokaa mfuko mmoja. Kwa hiyo unahitaji watofautishe, uwe makini sana kutofautisha hili ni gugu na hii ni ngano halisi. Na kuna vitu unaviona hata ndani ya kanisa leo vinavyokuonyesha kanisa ni shamba la Mungu. Kanisa ni shamba la Mungu. Unapoona kanisani badala ya kuwa ni mahali pa amani, panakuwa ni mahali pa ugomvi. Unapoona kwenye kwaya kanisani, yani watu waliotoka nyumbani wakasema tunakuja kuimba, alafu kila wakati ni vikao kwenye hiyo kwaya, magomvi. Haya ni magugu yameota. Maana sicho kilichomtoa huyo baba nyumbani kwake aje kanisani, sicho kilichomtoa huyo mama nyumbani kwake aje kanisani. Tuko pamoja wapendwa? Yani mtu anatoka labda mjini anakimbia na boda kuja kanisani, alafu kuja kuzalisha ugomvi. Maana yake ni magugu. Tunaimba sauti ya tatu pamoja, magugu. Sauti ni ya tatu,
lakini amekuja pale ni gugu. Unavyoona kuna mashindano, yaani watu wakikaa mahali ni mashindano, hakuna kitu kinachokwenda. Iwe ni kwenye mabaraza ya wazee, iwe ni kwenye vikundi, iwe ni kwenye usharika, vidole vinanyoshwa. Hiyo ni dalili ya magugu yameota, dalili ya magugu. Lakini pia unapoona hofu ya Mungu imeondoka, hofu ya Mungu imeondoka katikati ya watu, ni magugu yameota. Unapoona roho ya mafarakano inapita katikati ya watu, yaani kuna watu ambao hawatulii, kazi yao ni kuona. Watu hawalali usingizi, ni kwenye vikao vya magomvi. Unavyoona hayo, ujue kuna magugu yameota tayari. Bwana Yesu apewe sifa. Unapoona hofu ya Mungu inaondoka, mimi nakumbuka kesi moja ilitokea mahali. Ile kesi iliyotokea mahali miaka kama 15 ama 20 iliyopita. Huyu jamaa tulikuwa tunaimba naye na alikuwa anaongoza na praise team. Alafu uweza kujua wanakuja pale wanaimba, tunaimba, anaongoza, wakachukuana na dada mmoja wakaenda kuishi kinyumba. Tulipomwita yule jamaa tunamuuliza, yaani wala haogopi kwamba alichofanya ni dhambi. Akasema, niambieni, ndoa ya Adam na Hawa ilifungwa kwenye kanisa gani? Mnavyonidai sijafunga ndoa. Hiyo ndoa ya Adam na Hawa ilifungwa kwenye madhabahu gani? Niambieni. Unaelewa? Ukizungumza nasema Bwana Yesu asifiwe, lakini ndani kabeba roho nyingine, na anatafuta pia andiko la kusindikizia dhambi yake, na anaona ni sawa. Na ile imesumbua sana watu, kwa sababu ni kama amepanda shina la uchungu na limetia unajisi watu wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani kila mmoja sasa anaanza kusema, kama na wale limetokea la namna hiyo, huku kwingine itakuwaje? Maana hakikutegemewa. Kwa hiyo kuna vitu unaviona vinatokea unapoona hofu ya Mungu inaondoka, halafu dhambi inaingia, watu wanaichekea, wanaona ni jambo la kawaida kwao, wanaikumbatia. Na ukijaribu kuifuatilia ama kuisemea, wewe ndio unainuliwa vita na kupigwa vita. Uelewe tayari kuna magugu yameota hapo mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu vya kawaida kabisa vinakuonyesha. Labda nikusaidie. Popote, sikiliza, utakapoona ni kanisani, hata kule unakosali, kuna vitu ambavyo ukivileta kwenye neno la Mungu, unaona neno la Mungu linasema hiki hakiko sawa sawa, elewa kuna mahali ambapo sisi walinzi, na hapa naongea na watu waliookoka ambao wamewekwa kwenye zamu ya ulinzi, kuna mahali hatujakaa kwenye zamu yetu, magugu yameota. Na nataka nikueleze tu kweli, magugu yakiota, usifikiri kwamba yatawatesa tu hao ambao unaonyoshea kidole. Yatawatesa wao, yakimaliza na wewe utakula matunda yake. Kwa sababu gani? Kitakachokuwa kinatokea kwenye madhabahu kila siku akikujengi, kinakubomoa. Niliwaeleza hapa, watu wakawa wanacheka. Yule mchungaji ambaye alikuta siku hiyo watu wanakemea mapepo, wanakemea toka, toka, toka. Alafu akasimama akaangalia akasema, hivi nyie watu mna shida gani? Mapepo yametulia kwenye miili ya watu, mnayachokozea kitu gani? Nani kawaambia mkayachokoze? Sasa unapoona vitu ya namna hiyo, unaelewa kwamba tayari kuna kitu kingine kimeota. Hatutegemee mchungaji aseme hilo neno. Mungu asifiwe. Hatutegemee. Unaposikia hizo lugha, uelewa tayari kuna kitu kingine kimeota hapo mahali. Na akioti peke yake, nisikilize vizuri, huwa akioti peke yake kimepewa mlango. Waliotakiwa kuzuia wameacha malango wazi, kwa kila anayeingia anafanya chochote anachotaka, na madhara yake yanakuwa ni mabaya kwetu sisi. Maana mishale ikija inaanza kututandika sisi. Na hapa adui anapotaka kutafuta nafasi, akishapana namna hiyo, anatafuta namna ya kuwafuta. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kurudi nyuma sana huko, lakini wale ambao wamekuwepo kwenye fellowship kwa muda mwingi wanaelewa ninachosema hapa. Kuna mahali tulio kupita mahali na watu sasa wanaelewa umuhimu. Lakini roho ya kulala usingizi, roho ya kulala usingizi. Tulisema jambo lingine ni kulala usingizi. Watu wanalala usingizi. Na tuliona pia yule mama ambaye alibadilishiwa mtoto kwa sababu ya kulala. Amebadilishiwa mtoto kwa sababu amelala.
Na kuna watu wengi, kuna vitu vya kimungu ambavyo vimebadilishwa katikati ya mahali tunapoishi. Kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana anasema hivi, na pajua mahali ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Unanielewa? Na ukisoma pale anasema na kwa kanisa lililoko mahali fulani. Hasemi kwa wapagani, kwa kanisa lililoko mahali hapo mlipo pana kiti cha enzi cha Shetani, ninyi watu wa kanisa fulani. Iko kwenye Ufunuo Yohana. Nilikuwa natafakari sana, kiti cha enzi cha Shetani kimepataje nafasi katikati ya watu mpaka kikaingia kikawekwa pale? Ina maana kuna namna ambavyo mlango uliachwa wazi. Ulipoachwa wazi, kiti kikaja kikawekwa na jamaa kaka pale. Na anasema mmojawapo ya madhara ambayo kile kiti cha Shetani kilifanya, kilimuua Antipa. Kilileta mauti, kilimuua Antipa. Na anasema hapo alipouawa Antipa, shahidi wangu mwaminifu. Ndivyo anavyozungumza kwamba kile kiti cha enzi cha Shetani kilichokuwa pale hakikuacha salama. Na mimi nataka niseme, hakuna mahali ambako Shetani aliachiwa mlango wazi akakosea. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani ukimpa Shetani nafasi ya penalty, hapigi kwenye mwamba, anachana nyavu, natafuta kushona upya. Na maeneo mengi tunahangaika na nyavu zilizochanwa, na gharama ya kushona nyavu sio ndogo. Haleluya. Gharama ya kushona nyavu sio ndogo. Kwa hiyo lazima tukae kwenye nafasi zetu. Unapoona, hebu sikiliza, unapoona vitu vinavyokuonyesha kwamba hawa watu wamelala usingizi, unapoona moyo wa ibada ndani ya watu waliookoka umeanza kupoa, umeanza kufa, umeondoka moyo wa ibada, ule moyo wa ibada uliokuwepo, yaani ule moyo wa watu kutamani kuona ibada ambayo ina uhai. Mchungaji alivyokuwa anazungumza hapa kwamba alienda kukuta watu asubuhi wanaomba, wanazunguka kanisa, mimi nimesikia kitu cha tofauti humu ndani. Mungu wetu apewe sifa. Yaani watu waliodhamiria kwamba hii ibada tunayoingia humu ndani, wakiingia wagonjwa, kama kuna mgonjwa aliyeambiwa hospitalini ugonjwa wako umeshindikana, anapokuja kwenye ibada inayotangazwa hapa, Bwana Mungu wetu yuko hapa, yu pamoja nasi, tumsujudie na tumche. Huyu Mungu ambaye yuko hapa awaponye watu waliokuja wagonjwa kwenye ibada. Ule moyo unapoona umehama haupo. Yaani watu wakiingia kwenye ibada, nguvu za Mungu zimeonekana, hazijaonekana, watu wameokoka, hawajaokoka. Wewe uliokoka unaona ni sawa sawa. Kuna shida mahali. Kuna shida mahali. Unapoona moyo wa maombi, moyo wa nini? Yaani unapoona nguvu kubwa inatumika kuhamasisha watu waje kuomba. Wakati zamani huko nyuma, watu wanakumbuka kuna kipindi kulikuwa na uamsho mkubwa, watu walikuwa wasukumi kwenda kuomba. Kila mwezi kwenye sharika kulikuwa na mikesha, na watu wanakuja, hakuna vinanda, hakuna nini, mnapiga ngoma na makofi, na watu wanajaa wanaomba, na nguvu za Mungu zilikuwa zinaonekana kwa namna tofauti sana. Ule moyo umeenda wapi leo? Yaani nguvu kubwa inayotumika kuita watu kwenye maombi, utashangaa sana. Halafu kwenye vitu vingine vya kawaida vya duniani huko haitumiki nguvu kubwa, watu wanajana kwenda kule. Shida ni nini? Kuna mahali tumelala usingizi. Bwana Yesu apewe sifa. Unapoona mzigo wa watu wa Mungu waliokuwa nao ndani yao juu ya kazi ya Mungu umeondoka, ukahama, vitu vinaharibika, badala ya waombaji kuomba wananyoosha vidole na kulaumu. Ngoja nikueleze tu, ukiona mahali popote, sema mahali popote, waombaji wananyoosha vidole juu ya kinachoendelea cha uharibifu, hiyo ni dalili ya kwamba hawa waombaji hawaombei hilo eneo. Sijakosea, narudia tena. Ukiona hata kama ni mtu, ukiona kuna mtu anamlalamikia, anamnyoshea kidole, dalili ya kwanza ni kwamba hamuombee huyo mtu. Kwa unavyoona watu wananyosha vidole, vitu vinaharibika, badala ya kusema sisi ndio tunahusika, badala ya kuvaa husika. Unajua, tukijifunza kwa mtu kama Danieli, ukisoma kitabu cha Danieli
kuna mahali ambako ile sura ya 4 Danieli anapogundua kwamba kuna uharibifu kwenye taifa. Danieli ukiangalia maombi yake anayoomba, Danieli anajua ya kwamba hata kama mimi sikuwepo, waliokuwepo ni baba zetu, lakini mimi ni damu yao, ninahusika na huu uovu. Anakwenda anasema, tumefanya dhambi, tumetenda ukaidi, tumeiasi amri yako, kwetu sisi kumejaa aibu ya uso. Mungu uturehemu. Haya ndio maombi ambayo Danieli aliomba, sio maombi ya kujitenga, kwa sababu anajijua yeye ni sehemu ya taifa la Israeli, na kama ni sehemu ya taifa la Israeli, chochote kilichotokea mle ndani, aidha alikuwepo ama hakuwepo, kinamuhusu. Waswahili wanasema mchuma janga anakula na wakwao. Mungu wetu asifiwe. Kwa madhara yale yanapotokea, Danieli anayaona yale madhara, wao hawakuwepo, lakini madhara wanayaona, na madhara wanayoyaona, Danieli anakwenda kwenye toba kuomba, Mungu utusamehe, 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 tumetenda, tumefanya, tumetenda, tumefanya, hatukusikiliza watumishi wako. Danieli anajiweka kwenye hiyo position. Leo wako wapi watu kama kina Danieli? Wanaona kwamba hata kama mimi sikuwepo kwenye huu usharika, sikuwepo kwenye huu mtaa wakati unaanza, wakati watumishi si vitu vinaharibika, sikuwepo, lakini leo uko pale unaviona vitu vimeharibika. Mungu anakutaka usimame kwenye nafasi kama Danieli, na ukijua ya kwamba kuna agizo ulilopewa, huwezi kunyamaza, maana ndani yako unajua kuna kitu ulichopewa cha ufalme wa Mungu. Pale mahali kuna vitu vya Mungu vinatakiwa vitokee, aidha hapo mahali pameharibika kiasi gani. Ndicho ambacho anasema kwenye kitabu cha Zaburi ya 11 mstari wa 3, anasema ikiwa misingi imeharibika, mwenye haki atafanya nini? Anawajibika kujenga upya hiyo misingi iliyoharibika. Haleluya wapendwa. Changamoto tulionayo mara nyingi tunapenda kujiembua, mimi sio mimi, ni yeye, ni yeye. Lakini wenzetu ambao walipata mafanikio kwenye kazi zao na huduma zao na kwenye vizazi vyao, tunasoma shuhuda zao leo, hawakujitenga, walikaa kwenye nafasi kana kwamba wao ndio wahusika. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sababu ya 3 ya watu kutulia wakati wamepewa agizo ni watu kuishi maisha ya dhambi, maisha ya dhambi, mambo ya siri, dhambi zinazofanyika sirini, dhambi zinazofanyika sirini, mambo yanayofanyika sirini, yanafanyika sirini, lakini yana matokeo mabaya sana katika mazingira yetu yote mpaka ya kiibada. Kwa nini? Kwa sababu mahali penye dhambi, Mungu ana kawaida ya kuleta ghadhabu kama watu hawakutubu. Ndio maana kitabu cha Zaburi ya 19 mstari wa 12, Zaburi ya 19 mstari wa 12 anasema, ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. Zaburi ya 19 mstari wa 12. Nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. Unitakase na mambo ya siri. Huyu ni mwimba Zaburi anasema, unitakase, kuna mambo ya siri. Kuna mambo ya siri. Kitabu cha Isaya sura ya 59 mstari ule wa 1 na wa 2, Isaya 59 aya ya 1 na ya 2 anasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata asiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, wala msiuone hata hataki kusikia. Dhambi, dhambi. Unajua, mojawapo ya kitu ambacho katika nyakati za mwisho kinalimaliza kanisa ni dhambi zinazotendwa kwa siri, dhambi ambazo zinatendwa kwa siri.
Kuna mambo mengi ya aibu yametajwa katikati ya kanisa ambayo usingetegemea yatajwa katikati ya kanisa. Hata kama ingekuwaje, ungelitegemea kanisa na walioko ndani yake wasimame katika zamu yao. Lakini kuna vitu vikitajwa unabaki kushangaa, unabaki kushangaa, na vinaumiza, na vinapotokea vinarudisha watu wengi sana nyuma. Dhambi za siri zimefanya kanisa lishindwa kusogea. Kwa watu wengi wameshindwa kutimiza agizo la Mungu. Mungu amewapa agizo, lakini vitu vya sirini, dhambi za sirini zimefanya, mambo ya sirini yamefanya kanisa lishindwa kusogea. Vimekuwa ni handbrake. Unajua, ngoja nikueleze. Mchungaji Chao, mimi hapa ninaweza nikaimba, nikahubiri, nikafanya nini, lakini Mungu haangalii mbwembwe zangu za nje. Mungu anaangalia moyo. Haleluya. Mungu anaangalia nini? Mungu yeye haendi nje, anakwenda moyoni. Anaenda moyoni, na anapokwenda moyoni anakuta kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, na hivyo vimetuzuia kumwona Mungu katikati yetu, kwa sababu dhambi ina tabia ya kuficha uso wa Mungu katikati ya watu. Kwa hiyo vitu vya sirini, dhambi za sirini ambazo watu wamekuwa wakizitenda zimekuwa ni kizuizi cha watu kumwona Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Mambo ya sirini yanamzuia Mungu na yanamfungia Mungu mlango wa kushughulika na maisha yetu. Mungu anapotaka kuingilia vitu kwenye maisha yetu, anapotaka kuingilia vitu kwenye maisha yetu, anaangalia mioyo yetu. Na ndio maana wakati Mungu anamtuma Samueli aende kwenye nyumba ya Yese, aende akampake Daudi mafuta kwa mfalme, Samueli alienda na vigezo vyake vya kibinadamu. Kwa hiyo akatazama wakati kaka zake na Daudi wanakuja. Kuna mmoja alipokuja, Samueli alipomwangalia kwa vipimo vyake vya kibinadamu, akachukua pembe yake akasema tayari, yani huyu anayekuja, huyu ndiye Masihi wa Bwana kabisa, yani hapa nimejihakikishia. Alafu akashangaa, Mungu anamwambia huyo siye, usimwangalie sura yake wala umbo lake. Mungu haangalii kama wanadamu waangaliavyo. Wanadamu wanaangalia sura ya nje, mimi Mungu naangalia moyo. Huyo siye. Haleluya. Halafu anapomaliza wote wamepita, anaambiwa hao wote wamepita, hakuna hata mmoja. Halafu anauliza, hivi hakuna aliyebaki? Anaambiwa kuna mdogo wao wa mwisho tumemtuma akachunge, akasema akaletwe. Anapokuja Daudi mchafu vumbi, ana kombeo lake la kuchungia na fimbo. Alafu Samueli anaambiwa huyo ndiye mfalme wa Israeli, huyo ndiye mfalme. Wewe ulikuwa unaangalia jamaa aliyepanda ambaye ni tolu, amenyoa na mustachi, kanyoa na panki, unamwangalia akitembea kwenye jeshi, atapigiwa ayani, akipita watapiga saluti na amiri jeshi mkuu. Na mtaka huyu kajamaa kafupi kana kunyeshewa mvua kule porini, ndio mfalme wa Israeli na ndiye nitakayemtumia. Haleluya. Huyo ndio mpake mafuta. Mungu haangalii kama tunavyoangalia sisi. Wapendwa, tunaposoma kitabu cha Yoshua sura ya 7, Yoshua sura ya 7, ukisoma mstari wa kwanza mpaka wa 26 utaelewa ninachosema, na Mungu atusaidie sana. Yoshua sura ya 7 aya ya kwanza mpaka aya ya 26. Yoshua sura ya 7 aya ya kwanza mpaka aya ya 26. Ukisoma hiyo Yoshua sura ile ya 7 aya ya kwanza mpaka ya 26, unaposoma pale unakutana na jambo la ajabu sana, na ambalo natamani kama kanisa tujifunze kitu pale. Bwana Yesu apewe sifa. Yoshua sura ile ya 7 aya ya kwanza mpaka aya ya 26. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mimi nataka nisome tu
mistari michache, mstari wa 4 na kuendelea, nitakomea mahali. Anasema basi watu wakaenda huko wapata 3,000 tu, nao wakakimbia mbele ya watu wa Ai. Watu wa Ai wakawapiga watu kama 36, wakawafuatia kutoka mbele ya mlango mpaka Shebarimu, wakawapiga huko kwenye matelemko, mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji. Yoshua akararua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana hata jioni. Yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Yoshua akasema, Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu kawa mto wa Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tungalikuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordani. Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Maana Wakanaani na wenyeji wote wa nchi hii watasikia habari hii, nao watatuzingira na kulifuta jina letu katika nchi. Nawe utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? Bwana akamwambia Yoshua, haya, inuka, mbona umeanguka kifudifudi? Israeli wamefanya dhambi, naam, wamelivunja agano langu nililowaagiza. Naam, wametwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Haya, inuka, watakase watu, ukaseme, jitakaseni, muwe tayari kesho, maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kitu kilichowekwa wakfu kiko katikati yako, Israeli. Huwezi kusimama mbele ya adui zako hata mtakapokiondoa kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ukisoma kwa wakati wako hiyo mistari yote wa kwanza mpaka 26, ni kueleza tu mambo machache hapa, alafu niendelee mbele kidogo ili tuombe. Unachokiona hapa ni habari ya Akani. Akani, nisikilize vizuri, na ndio maana tunahitaji kukaa vizuri sana na Mungu unapokuwa na kundi la watu. Akani alikuwa ni mtu wa taifa la Israeli, kwa maana ya kwamba ni mmoja ya watu ambao walikombolewa kutoka Misri wanakwenda Kanaani, na wamevuka mto Yordani kuingia nchi ya Kanaani wanapoendelea kupigana. Lakini Biblia inatuambia walipokuwa wanakwenda, kuna maelekezo ambayo Mungu alitoa kwamba mnapokwenda msichukue chochote msichukue, hasiwepo kuchukua kitu. Lakini Biblia inatuambia Akani alichukua vitu akavificha nyumbani kwake, akaenda akavificha ili waendelee na safari. Kwa hiyo wanaendelea na safari, watu wanamwona Akani ni mwenzao, lakini kumbe yeye ana agenda nyingine, amebeba agenda nyingine kabisa. Na Biblia inasema Israeli walivyoenda kwenye vita wakapigwa, watu wengi wakafa, na Yoshua akawa na maswali mbele za Mungu. Mungu alisema hakuna atakayeweza kusimama mbele yetu. Mimi ninakuamini Mungu, na kujua namna ambavyo vita ilipamba moto, nikasema jua lisimame, na jua likasimama mpaka tukashinda ile vita. Kwa nini tumepigwa mbele ya adui zetu? Hilo ni swali ambalo Yoshua alikuwa nalo mbele za Mungu. Mungu anamwambia Yoshua, hata ufanyeje, Yoshua amekaa pale mpaka jioni, wanalia, wanasikitika. Mungu anamwambia, na bado mtapigwa, bado mtapigwa. Sema Israeli hawataweza, yani Israeli kila wakienda kwa maadui watapigwa, mpaka muondoe kitu kilicho kitakatifu katikati yenu. Kuna mtu amehalifu sheria yangu, kuna mtu amefanya uovu. Na ilikuwa ni kazi kubwa sana, kwa sababu wako watu zaidi ya 3,000,000. Ukipiga ile hesabu, katikati ya watu 3,000,000 msafara umesimama, watu wamepigwa kwa sababu ya mtu huyu. Mtu huyu mmoja tu amefungua mlango, wamepigwa mbele ya maadui. Mtu mmoja akafungua mlango,
wamepigwa mbele ya maadui. Dhambi, ametenda dhambi ya sirini, alafu akaja akijipachika katikati ya kundi. Yuko pale, wakiimba naye anaimba, wakitembea naye anatembea, wingu likiinuka naye anainuka nalo. Wanafikiri ni mwenzao, lakini yeye ana agenda nyingine. Kuna vitu ameficha nyumbani kwake, ni siri yake na moyo wake. Nataka niseme na wewe jioni ya leo kwamba pamoja na mambo yote unayoweza kufanya, huwezi kumficha Mungu chochote. Haleluya. Akani katikati ya watu 3,000,000. Akani alifikiri hakuwa hata ajulikana. Mungu akasema kuna mtu katikati yenu, na uelewe dhambi za sirini zilivyo mbaya. Hata Yoshua alipotangaza, jamani hapa kuna mtu, hapa kuna nani? Hapa kuna mtu ametenda dhambi, hapa kuna mtu amefanya dhambi, kuna uovu. Mungu anasema kuna mtu kachukua kitu ambacho hastahili kuchukua, rejesha. Akani alikuwepo akauchuna, sio kwamba hakuwepo. Mungu wetu asifiwe. Mpaka Mungu akaamua akasimamisha msafara, akasema sasa naingilia kati mwenyewe. Tutakwenda kabila kwa kabila, nyumba kwa nyumba, alafu mtu kwa mtu. Usafiri shughuli yake ilikuwa ni ndogo, na Mungu akatoa adhabu. Atakayekutwa nacho, ukisoma kule, ataangamia yeye, mke wake na watoto wake. Ndio solution, na ndicho kilichotokea kwa Akani. Unajua hata Yoshua alipomwita anamwambia, mwanangu umefanya nini? Bado Akani hakukubali kwamba amekosea, hakukubali mpaka Mungu alivyomkaba mwenyewe, ndio akaamua kusema, na ilimgharimu kifo yeye na familia yake yote. Ukisoma pale mwisho anasema, umewafadhaisha taifa la Mungu, Bwana akufadhaishe na wewe. Halafu akampiga na mawe mpaka akafa. Akani na familia yake yote waliuawa kwa sababu ya dhambi aliyotenda baba. Lakini dhambi ile haikuwa tu kwenye ngazi ya familia, ilileta madhara mpaka kwenye taifa, ilileta madhara mpaka kwenye kundi. Nataka niseme na wewe, inawezekana vikundi vingi vya maombi wakati mwingine vimeshindwa kuendelea kwa sababu kuna watu wamebeba agenda zingine, na wengine wananena mpaka kwa lugha, lakini wamebeba agenda zingine. Saa imefika wateule na waombaji tukae kwenye zamu, ili ikifika mahali aliyebeba agenda zingine akija asiweze kukaa. Bwana Yesu apewe sifa. Yoshua aling'ang'ana na Mungu mpaka Akani akadhihirishwa kwamba huyu ni Akani, amebeba agenda nyingine. Leo kuna vitu vingi sana na uharibifu mkubwa wa adui kwenye vikundi vya maombi, kwenye vikundi vya fellowship, kwenye madhabahu. Leo kuna watumishi wengi sana wanakutana na vita kubwa kwenye huduma zao, mahali walipopangwa kufanya huduma. Vita ni kubwa, na mpaka wengine wanaambiwa kabisa, hapa ukai, sisi ndio wenyewe. Na kweli asipokata sawa, unashangaa panatokea vurugu mpaka kila mtu anajiuliza imekuwaje, lakini kumbe vita imekuwa kubwa. Sikiliza, mimi nakumbuka mahali fulani rafiki yangu mmoja alipangwa kwenda kuhudumu. Sema tu Mungu ni mwaminifu, yeye alikuwa ni muombaji. Alipopangwa mara ya kwanza, wakaja watu kumpokea, karibu, wanamsalimia le na kumpa mkono na nini na nini, wamekuja pale. Unajua sasa yeye ameenda pale, alipoona yale mashamshamu na nderemo, yeye akajisahau kidogo, akashangaa. Kila akienda ofisini amepanga vitu vya kufanya, anaishia kucheza karata kwenye kompyuta. Anacheza karata kwenye kompyuta, anacheza karata kwenye kompyuta. Anashangaa jioni nafika. Sasa yeye alikuwa ni mtumishi na mke wake ni mtumishi, kwa hiyo akienda asubuhi pamoja, anamwacha mke wake kwenye kituo chake, alafu yeye anakwenda kule kwake. Anashangaa muda wa kuondoka umefika, anaondoka kwenda kumbeba mke wake, anaenda nyumbani. Akifika nyumbani anakumbuka, kuna kazi 1 2 3 sijafanya. Ndio mafaili yanarudi ya kazi. Kesho yake akienda ile asubuhi,
anakutana na mtu, wanapiga hadithi, wanaongea kidogo, saa ya chai imefika ya saa 4, anaenda kunywa chai. Akirudi anakutana na mwingine, anapiga hadithi hapo, hiyo siku inakufa. Akajishangaa karibu wiki 2 mezani kwake kuna pendi nyingi za mafaili zimekaa pale. Sikia, akamwambia mke wake, kuna kitu sikielewi. Yaani hapa kuna kitu sielewi. Kwa nini uelewi? Anasema kila nikienda ofisini, karibu ni wiki ya 2 sasa, ninaporudi hapa sasa hivi ndio nakumbuka kuna mlolongo wa kazi ambazo sijafanya, lakini nikienda kule sikumbuki tena. Mganga akamwambia, hapa kuna shida, twende kwenye maombi. Wakaanza kuomba. Walipoamua kumtafuta Mungu kwa bidii, kuomba, wamefunga na kuomba, siku ya kwanza, siku ya 2, siku ya 3, siku ya 4 akaamua kuita waombaji ambao walikuwa naomba nao kwa alikotoka. Wakaja pale kwa siri pale ofisini, wanaanza kuomba pale ofisini, wanaomba pale ofisini. Wakati wanaomba, kwenye kona ya chumba pale, taili ikafumuka kama bomu, ikatoka chupa ya soda ya Coca, alafu ndani ina kichwa cha jogoo. Chupa ikaanza kutembea ofisini, inakwenda kona ile, inakwenda kona hiyo, kona ile, kona hiyo, kona ile, kona ile. Walipoivunja ile chupa, harufu ya yale maji yaliyokuwa ndani yake imevunjiwa hapa. Ukiwa kule Urafiki unasikia harufu yake. Na walipovunja ile chupa, akafa mtu wa kwanza, akafa mtu wa pili, wa 3 ndiye alikuja ofisini. Sema, mchungaji, nimekuja, naomba unisamehe. Kitu gani? Na mimi najua tutaisha. Mimi nimekuja kujisalimisha. Tulivyosikia unakuja hapa, tulisema hutakaa. Na akasema, anamwambia, ile chupa ya maji mlioikuta ilikuwa imejazwa maji mpaka juu. Kadri yale maji yalivyokuwa yanapungua, tulinuia yakiisha, na wewe utumishi wako umeisha. Ni rafiki yangu, sio ya kuhadithiwa, na amenita mara kadhaa kudumu kwenye huo sharika. Unanielewa? Na wanaofanya hivyo vitu ni watu ambao ni wazee wa kanisa, wanabeba vikapu vya sadaka kuleta madhabahuni. Asubuhi ni wa kwanza kufika ofisini kwa mchungaji, kumwingiza mchungaji kwenye ibada. Swali langu ni kwamba hao wamepata mlango kutokea wapi wakati watu waliokoka wapo? Ukiwakuta wako mstari wa mbele, akani mambo ya siri, na hapo kuna vitu vinaharibika vingi tu. Lakini walipoamua kusimama kwenye zamu yao, neema ya Mungu ilipita pale mahali, na baada ya hapo vitu vingi vikafumuka. Wakaanza kujenga magorofa, vitega uchumi. Yani pakawa ni kama ni mahali ambako palikuwa pamekuwa mahame kwa sababu ya genge fulani la watu ambao wana dhambi za sirini na mambo ya sirini. Mimi nakuombea katika jina la Yesu, usinyamaze wala usitulie. Hata kama kuna watu wana mambo ya sirini, saa imefika ya kanisa na waombaji kukaa kwenye zamu zetu. Anaingia ambaye hayuko sawa sawa, asikae hapo mahali, na inawezekana. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu tuliye naye ni mkubwa kuliko vitu vingine vyote. Bwana Yesu apewe sifa. Sababu nyingine kwa nini watu wanatulia wakati wamepewa agizo. Sababu nyingine, kutokuwa tayari kulipa gharama ya kutimiza agizo walilopewa. Kutokuwa tayari kulipa gharama ya kutimiza agizo ambalo wamepewa. Kutokuwa tayari kulipa gharama. Kutokuwa tayari kulipa gharama ya kutimiza agizo. Ukisoma kitabu cha Mathayo, andika mistari kwa haraka. Mathayo 10:37 mpaka 39. Mathayo 10:37 mpaka 39. Alafu na Marko 8:34. Marko 8:34. Alafu Luka 9:23. Luka 9:23. Alafu Luka 14:27. Mathayo 10:37 mpaka 39. Marko 8:34. Luka sura ile ya 14 na mstari ule wa 27.
na Luka 9:62. Luka 9:62 inasema, Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Amen. Mtu aliyetia mkono kulima akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Ile mistari niliyosoma kwenye hizi injili hapa, injili hizi tatu hapa, ukisoma zinaeleza tu kitu kimoja. Yesu anasema mtu akitaka kunifuata aubebe msalaba wake anifuate kila siku. Ndio gharama ya kubeba msalaba na kumfuata Yesu. Watu wengi hawataki kubeba gharama, na Yesu anasema mtu ambaye hawezi kubeba msalaba kila siku akanifuata hafai kwa ufalme wa Mungu. Watu wengi wamekimbia kulipa gharama ili vitu vya Mungu vizaliwe. Ndio maana anasema utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo? Ndani ya agizo la Bwana kuna vitu vinatakiwa vizaliwe, na ili vitu vizaliwe kuna gharama ya kulipa. Mungu wetu apewe sifa. Wengi hapa najua mna watoto, ili mtoto apatikane kuna gharama ya kulipa. Kuna kulipa leba, kuna kulipa hospitali, kuna kununua nepi, kuna kununua diaper na vitu vingine vingi ili mtoto atoke akiwa ni mtu. Haleluya wapendwa. Kama tunagharimia watoto wetu, maana yake kuna vitu vya ufalme wa Mungu tunatakiwa tuvigharimie vizaliwe. Amen. Ikifika hapo watu hawataki kulipa gharama, wanataka walipiwe gharama. Nilikuwa nawaambia watu mahali fulani, tumefika mahali katika nyakati za sasa kuna vitu vinaitwa fast food, na watu wanataka pia vitu vya Mungu viwe fast food. Sikiliza bwana, hakuna kitu cha Mungu kinachozaliwa bila gharama. Wokovu tulionao mimi na wewe, kwamba tumeokoka, tumekombolewa na tunaimba pendo kuu la Yesu. Pendo kuu la Yesu lilitosha Kalvari, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Alinipenda Yesu akaingia. Alilipa kwa gharama, msamaha. Amen. Sikiliza, kama wokovu wa kwangu anasema aliingia gharama, alilipa deni langu kwa gharama ya msalaba. Wewe ni nani unataka vitu vidhaliwe bila gharama? Yaani Mungu alipotaka kuturejesha kwake kwenye mahusiano yaliyopotea kwenye bustani ya Edeni, alipokuwa anasema Adamu uko wapi, ilimlazimu, Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee. Sio kwamba Mungu alishindwa kusema. Yaani Mungu, sikiliza, nataka uone hiki kitu. Mungu alikuwa na uwezo, yaani vyote viko ndani yake, wa kusema hivi, ninyi wanadamu niliwaumba kwa mfano wangu, mkatenda dhambi, nimeamua kuwasamehe bure. Na dhambi zikafutika vyote, hakuna ambaye angedai. Lakini akasema no, hapa kuna gharama ya kulipa. Akamtuma Yesu, akafa kifo cha aibu pale msalabani, akaangikwa kama nyama ya steki, kama unavyoona pale. Mwanaume wa miaka 33 amening'inizwa pale namna hii kama mhalifu, ili mimi niokolewe na wewe. Halafu leo nataka urelaksi, ulale usingizi, vitu vitokee. Nani alisema? Mwambie mwenzako, hakuna kitu cha Mungu kisichogharimiwa. Hakuna utumishi usiokuwa na gharama. Tafuta watu wote ambao tunasoma shuhuda zao kwenye Biblia. Akina Danieli unaoona leo walikuwa tayari kuliwa na simba ili Mungu aonekane. Wakasema potelea mbali, wewe mfalme, nitupe kwenye tundu la simba, lakini Mungu ataniokoa. Na asubuhi yake mfalme anatangaza hakuna Mungu kama Mungu wa Danieli. Kulikuwa na gharama ya kulipa.
Wako watu kama kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Leo tunasoma shuhuda zao. Wao walifika mahali wakasema, kuna chakula cha mfalme cha unajisi, hatutashiriki hicho chakula. Wakakataa marupurupu ya mfalme. Mungu akawatetea. Wakafika pointi ya mwisho, mfalme akasema okay, natengeneza sanamu ili tuisujudie. Wakapelekwa kwenye mashtaka, wakasema mfalme, piga ua, wewe garagaza, fanya unachofanya, sanamu yako hatusujudii, chochea tanuru mara 7, si haitutishi, tutabaki na Mungu wetu mpaka mwisho. Gharama yetu ni kulinda imani tuliopewa, kulinda wokovu tuliopewa, kulinda thamani ya jina la Mungu tuliopewa. Tuliambiwa ni Mungu ambaye hachanganywi na chochote. Hatuko tayari kumsujudia mtu yoyote. Ni Mungu aliyetuumba mbingu na nchi. Wewe mfalme, sema unachosema. Unaelewa? Anawaambia mkisikia tena filimbi zimepigwa, filimbi zimepigwa, muanguke na kusujudia, la sivyo tanuru la moto linawasubiri. Wakasema ndio mfalme, tanuru lako la moto halitusumbui. Mungu tunayemtumikia, Mungu tuliyembeba, Mungu tunayemwamini anaweza kututoa kwenye tanuru la moto. Halafu filimbi zikapigwa tena, hawakusujudu. Mfalme akakasirika, akasema hakachocheni tanuru. Tanuru likachochewa, tanuru likachochewa, tanuru likachochewa, tanuru likachochewa, limeiva sawa sawa. Kamata, funga mikono na miguu. Wakafunga. Biblia inasema wale waliokuwa wanawachukua, akimtupa Danieli na akimtupa kule Abednego na mnaitwa naye anakufa. Danieli ametubukia, alafu hawa anakufa. Biblia inasema wale waliowapeleka walikufa. Alafu mfalme wakati amekaa pale anasema, na tuone Mungu wao yukoje. Ghafla kawa vile kapigwa kibao. Hebu angalia vizuri. Anachungulia tanuru la moto ambalo usogeli, anaona kuna watu wanatembea kule. Haleluya, hosana, haleluya, hosana, haleluya, hosana. Sema naona ama naota? Akaita, hebu njoo. Naona kama kuna watu, usikiliza sentensi yake bila kwenye Danieli. Naona hivi kule ndani kuna askari wetu mmoja ametumbukia na wale. Sema mfalme, tumehesabu ni 3. Kuna Shadraka, kuna Abednego na nani? Na Meshaki. Tunawaka ndio tumewatupa pale. Tena tumewafunga mikono na miguu. Sema sasa mbona naona kule ndani kuna watu 4 wanatembea, na yule mmoja ni mfano wa mwana wa Mungu. Acha niseme na wewe, saa imefika. Yuko mtu wa 4 ambaye tukisimama atatutetea katikati ya vita. Hakuna kurudi nyuma mpaka vitu vitokee. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tulipe gharama vitu vitokee. Haleluya. Mungu apewe sifa. Haijalishi wanasema ili eneo kuna wachawi wengi kiasi gani. Mojawapo mimi nakumbuka mahali fulani tukao tunajadili jambo. Yaani tunajadili jambo fulani. Alafu tukasema wewe mzee fulani na mzee fulani na mzee fulani mtaenda kumuona huyo mtu. Sasa nikashangaa kila mmoja anatoa utu, anasema unajua yule ni rafiki yangu sana, kwa hiyo mimi naona sitaweza kwenda kuongea naye. Huyu mwingine anasema siku hiyo sitakuwepo, nitasafiri wiki mbili mchungaji nitakuwa sipo. Kila mtu akaona, yani kwenye kile kikao hakuna aliyekula anakubali kwenda kumvaa yule mzee. Sasa mmoja akaja kaniambia, mchungaji nikunong'oneze kitu. Wenzako sio kwamba wanasafiri, yule mzee na mke wake wenzako sio marafiki zake. Yule mzee anapuliza, akipuliza uponi. Kwa wenzako bado wanataka kula, hawataka kuimbia hapa ninataka kuingia. Yaani mchungaji hawataki uje uzike, ndio maana hawakuambii, lakini ukweli ndio huo. Hakuna atakaye kwenda, labda mchungaji uende mwenyewe. Yaani nyinyi mtaki kwenda, alafu mnataka mimi ndio niende. Bwana Yesu apewe sifa. Na wengine nilikuwa naongea nao, sio kwamba ni watu ambao kwenye fellowship unawakuta, kwenye mikesha wapo, kwenye maombi wapo. Ilipofika hapo kila mmoja anatengeneza safari ambayo haipo. Nikajua kumbe dawa ndio hivyo. Mimi nikamwita yule mzee.
Nikaongea naye mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu. Nilipomuita akasema, mchungaji, nimekusikia, ulichoniambia nitatekeleza. Na pale mahali ambako tulikuwa tumekwama tukatoka hapo. Nilipowaita kwenye kikao, nawaambia hili jambo tunalimaliza hapa, tunaandika pale kumaliza. Watu wote wanashangaa, sema inawezekana kwani mchungaji? Ni kweli? Hawa nikamwambia hapa ndio tumemaliza. Hapa ndio tumefanya nini? Mimi nilipoambiwa, sikiliza, niliweka alama anakokaa kwenye ibada ni wapi anakokaa kwenye ibada. Unajua kuna watu kwenye ibada, yani never miss. Akiwa hayupo unashangaa nafasi yake hakuna mtu anayekaa. Hamjaona watu namna hiyo kwenye ibada? Yaani kuna watu kwenye usharika kila akija anakaa hapo hapo. Kwa hata siku hayupo kwenye ibada unajua mtu fulani hayupo. Na yule mzee alikuwa anakaa kwenye kiti namna hiyo. Kwa hiyo mimi sasa nikasema haijalishi anavyo, mimi dawa yangu ni moja tu. Usiku saa 8 na kwenda anapokaa. Wewe unayekaa hapa, unayezuia cha Mungu, napindua kiti chako, nafuta ufalme wako, na kunyang'anya mamlaka yote ulio nayo. Siku nikikuita kusema na wewe, uwe kimya, miungu yako yote isaliti mbele ya Yesu. Alafu naondoka naenda kulala. Narudi tena asubuhi na mapema kabla ibada, akikanyaga hapa ardhi mkatae. Maana kumbuka siku moja tulimwita kwenye kikao, aliongea povu zikamtoka, akaondoka, kikao hakijaisha. Wakasema, mchungaji, tumekuambia. Sema hii sasa, hii sio vita ya machoni hii ngoja twende rohoni. Kwa hiyo mimi nikawa nashughulikia pale anapokaa. Baada ya wiki moja nikamuita, alafu alipokuja akaniambia, tumemaliza, tumepindua meza, situsonge mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tukubali kulipa gharama bila kutishiwa na mtu yoyote. Bwana Yesu apewe sifa. Siku moja nilikuwa Mwanakwerekwe pale Zanzibar. Pale Mwanakwerekwe. Siku hiyo mimi nilicheka mpaka karibu nianguke chini. Jioni kama saa hizi tunamaliza ibada, akaja nyama mmoja. Sasa tunamaliza, wakaja vijana wakasema, mchungaji, kuna mgeni anakutafuta. Namna gani? Jamaa akaja akasema, bwana mimi, na akajitambulisha jina lake, naitwa fulani. Shida yako nini? Akasema, unajua mwinjilisti, mimi nimekuja, nilikuwa mwinjilisti kipindi hicho. Nimekuja huku, nilikuwa nafanya kazi kwa bosi fulani, alikuwa anafanya kazi kwa mtu mkubwa sana serikalini huko. Akataja jina lake. Sasa mke wake alikuwa ni mshirikina, mke wake alikuwa anaendaga kununua majini. Kwa hiyo nilikuwa naenda na mimi akanipeleka nikanunua jini. Sasa ile jini mimi linanitesa, maana masharti niliyopewa siyawezi. Cha kwanza niliambiwa ile jini nikikaa nalo nisiwe na mahusiano na mwanamke yote, na mimi nina mke. Kwa hiyo mke akae peke yake, mimi peke yangu. Akapewa masharti mengi, na anasema nimepewa hiki kichupa hiki, kuliko ndani ya kichupa hiki. Kwa hiyo mimi nikitaka kusafiri hata pale bandarini pale, naenda kwenye jiko, nazungusha namna, nanuia maneno, na kwenda pale bandarini, napita, hakuna atakaye niona, natia mfukoni. Nikifika pale napita huyo, hakuna tiketi, naingia kwenye boti mpaka Dar es Salaam. Sasa limenitesa, nimeona siyawezi. Nilikuwa na nyumba nimeuza, magari nimeuza, bado wananidai. Nikamuuliza, wanauzaga wapi haya? Kaniagizia mpaka mahali wanauza, na mimi nilienda mpaka hiyo nyumba wanakouza, nikaenda kuchungulia bado wanakoyauza. Sasa imekuwaje? Mimi nimeamua kuja kanisani kumpa Yesu maisha, na ili mchungaji nimeleta silitaki tena, akanitupia. Aliponitupia mimi nikaenda nikachukua ile chupa nikashika. Sasa waombaji wako pale ndani, nikasema, haya waombaji wote njooni. Wakaja, panga mstari. Wakapanga mstari. Nikasema, sasa hii ndude huku, hii tunapeana zamu ya kukaa nayo. Siku tatu. Kwa mimi nitaanza nayo, mimi kwenda naye nyumbani kwangu siku 3. Alafu utafuata mwenyekiti wa fellowship. Nikaona watu wanaanza kuangaliana, wanataka kukimbia. Nikasema, akimbii mtu, funga mlango, akimbii mtu hapa. Mwenyekiti wa fellowship, njoo hapa. Haya, hii unashika kwa dakika 5, alafu unampa mwenzako. Acha.
Niliona watu majasho yanawatiririka bila kukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mwisho wa siku tukamaliza pale, wakashika wote, wengine wanatetemeka, wengine wanakaa matumbo yanakata. Baadaye nikasema kaleteni petroli, tukatia moto pale na kufanya maombi. Na yule kijana mpaka leo nikienda kule Zanzibar huwa namkuta. Yesu amemfungua na anafanya kazi, anatembea. Ninachotaka kusema, Mungu tuliye naye ni Mungu aliye mkubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Sababu ya mwisho ya kwa nini watu wanaacha kufanya agizo ambalo wamepewa, sababu ya mwisho tuingie kwenye maombi ni hii: kuwaogopa watu. Watu wanawaogopa watu. Watu wanajua wajibu wao kufanya, lakini kuna kitu ambacho kimeingia katikati ya watu, kuwaogopa watu. Watu wananionaje? Na ndio maana leo unajua, mimi wakati mwingine nikikuta wale vijana ambao wako kule barabarani wameka speaker wanahubiri injili, hata kama kuna watu wanaosikiliza, yaani saa nyingine wanasimama na mwambia mtumishi, Mungu akubariki, chukua hapa, ukimaliza kama soda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini zile injili ambazo zilileta watu wengi kwa Yesu za namna hiyo zimepotea? Ni wachache wenye ujasiri wa kufanya hayo leo. Kwa nini? Kwa nini ujasiri haupo? Ni kwa sababu watu wanasema, watu watanionaje? Watu watafanya nini? Watanionaje? Lakini zamani watu walikuwa na ujasiri. Mnapanga fellowship kama leo, mnafika hapa mnasema, hakuna kipindi cha kuhubiriana hapa, tunafanya maombi, tunasambaa kwenda kushuhudia watu. Halafu kila mmoja anakuja na aliyeokoka. Ukisema namna hiyo nje siku moja hapa, upati mtu hapa utajikuta na mkuu wa idara hapa na viongozi wa fellowship. Kwa nini? Hivi wajua na mimi nashuhudiaga. Lakini wenzetu hawakuwa hivyo. Sikiliza, kilichomuondoa Sauli kwenye kiti cha ufalme ni kwa sababu ya kuogopa watu. Ndicho kilichomfukuzisha Sauli kazi. Soma Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 18 mpaka wa 26. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari ule wa kwanza mpaka mstari ule wa 26. Samueli wa kwanza 15 18 mpaka 26 inazungumza habari ya Sauli alipotumwa aende akawaangamize kabisa wa Amaleki. Halafu Sauli akamkuta mfalme Agagi ambaye ni rafiki yake, akamficha Agagi. Aliambiwa angamiza kila kitu, lakini akamficha Agagi. Mstari ule wa 26, labda nisome kidogo pale. Mstari wa 20, nianzie pale. Sauli akamwambia Samueli, hakika nimeitii sauti ya Bwana, nami nimemleta Agagi mfalme wa Amaleki, tena nimewaangamiza wa Amaleki kabisa. Ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu, kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgali. Naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhambi sadaka za kuteketezwa sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwa kuwa kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa usiwe mfalme. Ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimehalifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu naliwaogopa watu nikaitii sauti yao. Kuwaogopa watu kumetufanya tushindwe kutimiza agizo la Bwana, kwamba mimi watanionaje? Mimi watanionaje? Wako wapi wale vijana ambao walikuwa wanakwenda kwenye daladala, hana safari ya kwenda posta, lakini anaingia kwenye daladala, alafu daladala linapokwenda ameshika namna hii, anasema Bwana Yesu asifiwe katikati ya daladala, alafu anaanza kuchapa injili. Akifika mahali fulani ana drop, anapana nyingine. Wako wapi leo hao vijana?
Ukipanga hiyo mission wapati, hakuna atakayetokea. Kwa nini? Anasema yani mimi na degree yangu wanikute nashuhudia nasema Yesu ni Bwana kwenye mabasi. Hapana, nataka nipewe madhabahu kama hapa, nije hapa ningurume na vyombo na praise team imekaa pale pembeni. Lakini nakumbuka sana kilichonifanya niwe kama nilivyo ni kuhubiri kule barabarani. Bwana apewe sifa. Yes, ni kweli tu kweli. Kilichonitengeneza ni kuhubiri barabarani. Nakumbuka siku moja kule Mbulu, nitoka Haydom kule, tulikuwa na mwinjilisti Limo ile watandika wanayemjua, anayevaa lebo imeandikwa usitende dhambi tena hapa. Asubuhi pamejaa watu, ni hospitali pamejaa watu, wamefurika pale. Ile geti la kuingia kwenye ofisi za diocese ya Mbulu, watu wamekaa pale asubuhi. Alafu tukasema kweli kabisa hapa tunasubiri gari ya watu waondoke bila kusikia habari za Yesu. Akapiga pambio, alafu watu wote wakatamaki wanaangalia, hawajakaa sawa sawa. Nikaingia kuhubiri. Tukaita watu kuokoka. Walipookoka, alafu gari inakuja ambayo tushakata tiketi. Tukawaambia sasa hapa ingieni humu ndani, huku kuna wachungaji, waambieni tumeokoka, tumeambiwa tuje humu ndani, mtuambie cha kufanya. Wako wapi watu wenye ujasiri wa leo? Ukisema watu wanapotea, nisikilize. Na hiyo imenifanya kumuona Mungu kwa namna nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Sikiliza, wewe inuka hubiri, hata kama hakuna anayesema ndio kwa Yesu. Ujumbe umefika, hiyo ardhi imesikia, haitanyamaza. Kuna siku ambayo itainuka. Hata kama mnaomba pale kwenye mtaa wenu na usharika wenu, hata kama muoni matokeo leo, endeleeni kuomba. Ardhi huwa haisahau, kuna siku itainuka kutekeleza mlichoomba. Bwana Yesu apewe sifa. Nimalize kwa ushuhuda huu. Siku moja kuna mtu mmoja alipewa kuhubiri, akawa anahubiri barabarani. Anaamka asubuhi ile saa 12 anahubiri mpaka saa 1. Halafu akimaliza kuhubiri haoni mtu yoyote ambaye anakuja kwa Yesu aliyeokoka. Haoni kwa macho ya nyama. Saa nyingine anasema tuombe, anaomba. Siku nyingine anaenda sokoni anahubiri. Siku hiyo akawa anahubiri, halafu anaombea wamama na wadada ambao hawajapata watoto. Anahubiri, anaomba. Akafika mahali akakata tamaa, akasema labda nahubiri ujumbe mgumu. Kwa akaamua kubadilisha injili anayotaka kuhubiri. Ahubiri angalau injili ya mafanikio na vitu vingine, kwamba njoo utapokea magari na nini. Akifikiri watu hawajaja. Akiwa amelala siku moja usiku, Mungu akamwambia hubiri injili hiyo ambayo nimekutuma uhubiri. Haijalishi uone watu kwa macho ya nyama. Alafu Mungu akamfunulia katika ulimwengu wa roho kwenye ndoto. Akaona wakina mama na watu wengine wanashuhudia. Aliona mama mmoja anashuhudia ameshika watoto mapacha. Alafu ile mama anashuhudia, anasema nimekaa kwenye ndoa yangu zaidi ya miaka 8 sikuwa na mtoto. Siku moja nikaenda sokoni. Alafu anajiona anavyohubiri na kuombea. Wakati anaombea, yule mama ameshika tumbo la uzazi. Hajaja pale mbele, ameshika tumbo la uzazi. Jamaa anaomba. Alafu anasema kuna mtu kule sokoni alikuwa anahubiri, anahubiri, akaombea watu kupata watoto. Na mimi nilishika tumbo la uzazi kwa imani sokoni katikati. Baada ya mwezi nilibeba mimba, na ndio hawa watoto. Mama anashuhudia kanisani, kashika mapacha. Jamaa anaona kwenye ndoto matunda ya kazi aliyokuwa anafanya, ambayo kwa macho ya nyama hayakuonekana, hakuyaona hivi. Lakini alikuja kuona wakati Mungu alimwamua kumwonyesha. Bwana Yesu apewe sifa. Ushuhuda mwingine ambao nilisoma kwenye kitabu wa mtu mmoja ambao wao waliweka mkakati wa kuombea watu waokoke. Halafu yeye akawa na mtu wake, kila wakikutana kwenye ibada ya maombi analeta jina la mtu yule, tumwombee huyo aokoke. Wenzake wote, watu waliowaleta kuja kuwaombea waliokoka wote, na wakashuhudia fulani ameokoka, yuko kwenye fellowship. Wa huyu jamaa hajaokoka. Unaelewa? Na kila akija anasema huyu, wasema sasa si tumwache tu, yani mpaka wamemkatia tamaa. Kila akija ana lile jina, amelingangania. Kambia jamaa, yani mpaka wengine wakamkatisha tamaa. Na kweli ikatoka yule bwana aliitwa na Mungu kutoka maisha haya, na watu wengi walikuja kwenye msiba wake. Alafu kwenye ile ibada ya msiba injili ikahubiriwa,
Walipoitwa watu mbele kuja kuokoka, aliyekuja wa kwanza ni yule jamaa aliyekuwa anamwombea kwenye maombi, aliyelala kwenye jeneza. Ndiye anakuja kumpa Yesu maisha. Ninachotaka kuambia ni nini? Maombi yako ni mbegu, hayapotei, hayaozi. Kuna vitu vile ukiviotesha huwa haviozi. Maombi na sadaka havipotei, kuna siku vitarejea. Simama kwa miguu yako pale ulipoketi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Vitu hivi ili vitokee, tunahitaji Mungu atupe neema ya kurejea kwake kwa upya. Haleluya. Mungu atupe neema ya kurejea kwake atupe neema ya kurejea kwake kwa upya. Nataka tuingie kwenye maombi, na ili tumalize vizuri kwenye maombi kule mwishoni, ili tumalize vizuri kwenye maombi kule mwishoni, naomba vile vyombo vya sadaka viweko. Tuna ile sadaka ya kazi za misioni ya kupeleka injili ambayo fellowship tunafanya, kupeleka kwenye maeneo mengine ya kazi ya injili. Natamani tutoe hiyo sadaka sasa hivi. Weka vyombo vya sadaka mara moja. Praise team, njoni kwenye maiki hapa, tutoe hiyo sadaka. Alafu baada ya sadaka turudi hapa ili tuombe. Bwana apewe sifa. Praise team, tuchangamke mara moja, pambio la kuchangamka hapa mara moja. Tutoe sadaka alafu tuingie kwenye maombi. Tuna dakika chache hapa za kumaliza kwa ajili ya maombi. Tafadhali wala usiwe na haraka ya kuondoka. Tunamaliza sasa hivi kwa wakati hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbuka, ili vitu vya kimungu vizaliwe, tuna gharama ya kulipa. Mwambie mwenzako kuna gharama ya kulipa. Mwambie kuna gharama ya kulipa. Mwambie kuna gharama ya kulipa. Kuna gharama ya kulipa. Usiwaogope watu. Mwambie tena, usiwaogope watu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie uwe tayari kulipa gharama. Ukienda kwa wakati wako utasoma kitabu cha Waamuzi sura ya 7 aya ya 2 mpaka ya 7. Utakuta gharama ambayo watu walilipa pale kwenye Waamuzi sura ya 7 aya ile ya 2 mpaka ya 7. Utakuta gharama ya watu waliolipa, ambapo waliambiwa wakanywe maji, alafu wengine wakapiga magoti wakanywa kwa kukinga na mkono. Alafu Mungu akamwambia Gideoni, watakaolamba maji kama mbwa, hao ndio ambao utaenda nao vitani, na hao ndio watashinda, na walikuwa ni wachache sana. Amen. Mungu hahitaji kundi kubwa la watu pale tulipo ili mabadiliko yatokee. Mungu hahitaji umati mkubwa kama utoke. Anahitaji watu wachache walio tayari kulipa gharama ili matokeo yatokee, yalete wengine kwa Yesu. Na hiyo gharama wewe ni wa kwanza na mimi ni wa kwanza kuilipa. Shika sadaka yako tuombe. Shika sadaka yako tuombe. Sadaka inakwenda mbali kwenye kazi ya injili kule. Alafu shika hiyo sadaka tuombe. Mungu uliye hai, Baba wa neema na rehema, kwenye mikono yetu tumeshika sadaka, na sadaka yetu tuliyoshika Bwana ni sadaka kwa ajili ya kazi ya misioni, kazi ya kupeleka injili. Tunaomba ipokee sadaka hii, uitume, uielekeze katika shamba lako kwa utukufu wa jina lako. Amen. Bwana uliye waita